نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Waislamu, shukuru Allah kwa neema nyingi kutuweka hai mpaka leo, kutupa afya mpaka tukaweza kuja kusikiza khutbatul Juma, kusali salatul Juma, na kilele cha neema, neematul iman wa neematul Quran. ambao Mwenyezi Mungu atuzawadia sisi kwa Waislamu bila application, tena kupeleka application form. Wa neematul Quran, na neema kwa Mwenyezi Mungu ameleta maneno yake matukufu ya Quranul Karim ambayo yamejaa hidayah, uongofu kutoka katika giza la ukafiri kuingia katika nuru ya Uislamu, ambayo imejaa wisdom, hikma, na imejaa miujiza katika maneno yake. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala asema, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ile nyumba ya peponi, yani kutoa peponi, si ya kila mtu Tom, Dick and Harry, si ya kila Hamisi na Mwanakombo na Juma. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi, wale ambao wataki cheo cha juu cha siasa, ili wakenda kule, wala fasada, ili wakaenda kuiba, corruption. Wala aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema watapawa wenye kumcha Mwenyezi Mungu, yani wataingia katika firdausil aala, pepo ya Mwenyezi Mungu ya juu kabisa. Kama ujuafu, Alhaji kwa karibu sana na watu wengi wa katika kufa ulia, lakini si Waislamu sana, na huwa ni makafiri sana, huwa munafikin, ahlul fujur. Hawa ni wale watu ambao akija malakul maut piga kelele, mimi sikuwa mbaya, mimi sikuwa mnafiki, mimi sikuwa kafiri. Lakini kuna mahala pengine Waislamu pia nao huja wakapigwa marungu ya moto kitandani pale, wakitolewa roho, au kitanda kiko nyumbani au kitanda kiko hospitali. Akimwona tu yule malakul maut ankuja na rungu lile maqami min hadid. Ibn Abbas radhiallahu anhuma asema, yule mwenye kufanya dhambi ikiwa akutubia, lazima apurwe, lazima apigwe na yale marungu ya jahannam moto, tena chuma. Wanaudhu billahi min dhalik. Apiga kelele, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Malakul maut, ngoja nimwombe Mwenyezi Mungu anipe time kidogo, la akhartani ila ajalin qaribin, anipe time kidogo, yani nende katika kabati lile nitoe zile zakatul mali ambazo siku zote ninazizuia, nitoe kisha uje utolee roho. Manake huu si kafiri, aya kushuka kwa kafiri, shuka walladhina amanu. Huyu alikuwa kiswali, alikuwa akifunga mwezi wa Ramadhani, lakini hatoi zaka, na nazo pesa, na afaa atoe zaka.
au answali swala tano, amfunga mwezi wa Ramadhani, lakini haendi haji. Kila saa sema next year, mwaka ujao. Sasa malakul mauti dola nazo, amwambia malakul mauti, wacha niombe Mungu, laula akhartani, anipe time kidogo, nende Kakabati nitoe dola zikanunue tikiti ya kwenda haji, nitoe visa ya haji, kila kitu, maamrisho, matayarisho ya haji. Kisha wajua haji iko wiki 4 kutoka leo, around 4 weeks. Baada ya mwezi miaka 4 wiki 5 utakuja utatoa roho yangu. Lakini Mwenyezi Mungu asema ikija time ile haji, hakuna mtu ambaye atapewa time hata ya kwenda kutafuta dola za kuhiji na nini, hakuna, atapigwa. Hiyo inasikitisha sana. Lakini sio maudhui ya khutba leo ya Ijumaa. Maudhui ya khutba leo ni asfalu turuqati ila aljanna limuslim la yushrik billahi shay'an. Njia rahisi za kwenda peponi, ndio maudhui ya khutba hii. Na siku zote lazima tutafute kila njia ya kwenda peponi, na hizi njia za rahisi tuzisahau pia, manake ni shortcut bonus. Na kabla sijaanza, ashal wa asra tariq ila aljanna wa an tushhida, mtu afe kama shahidi, ndio the quickest way, ndio asra, quickest way, asra, ndio rahisi kabisa. Maana kama unajua mashahidi mashallah kifo chao ni tap mshawishi, lakini vifo vingine hivi ambao viko vyetu ni mtu awe na kansa, aende chemotherapy, aende surgery, aende radiotherapy, immunotherapy, hapana hospitali akirudi tu. Kansa bado iko tu, miaka yenda, miezi irudi, hapana hospitali akitoka bado hafi tu, yeye mateso. Au kama ni kidney failure, aenda dialysis, oshwa, mara afanya transplant, mara ishaoza tena, ishafeli, ambayo transplant ya pili tena ile isha react duna. Lakini shahidi mara moja tu ashakwenda. Manake Abu Jabir Abdullah ibn Haram al-Ansari ndio wa kwanza kuuliwa katika vita vya Uhud. Sasa ashauriwa, ashakuwa stushida tena, alafu wakamkatakata vibaya sana. Mwanawe Jabir, Mtume muona yuwadia hasuku huzuni nyingi, akaambiwa na nini hasa? Akasema bangu washauliwa tena na banat sisters wengi, kisha alikuwa na deni. Mtume akamwambia Jabir, sikwambii jambo ambalo litakufurahisha wewe. Akamwambia bala ya Rasulullah, niambie jambo gani hilo? Akaambia babako sasa wajhan biwajhi, wazungumza na Allah uso kwa uso, zile hijabi zote zinaondolewa, zile sitara, zile pazia, barriers zote zinaondolewa, azungumza na Mungu mubasharatan live, wajhan biwajhi, uso kwa uso. Allahu akbar. Akamwambia Mwenyezi Mungu, amwambia Abu Jabir, amwambia babake Jabir Abdullah bin Haram al-Ansari, isal ma turid, omba lile utakalo, yuko peponi, min fawqi sab'i sama, juu ya mbingu 7. Akamwambia babake Jabir, akamwambia Mwenyezi Mungu, mimi nataka unirudishe tena Madina mimi, ili ni uliwe tena kama shahidi, alafu rudi tena. Maana anaona utamu mkubwa katika kufa shahidi, anaona raha kubwa. Mwenyezi Mungu amwambia hilo sikubali. Wajua sisi tushapitisha kwa mtu ashafariki, mara achafariki au ashauriwa kama shahidi, harudi tena duniani. Kwa hivyo siwezi kukubali hilo, aomba lingine. Abu Jabir akamwambia, ya Allah, waambie ndugu zetu hao Madina kama sisi tuko katika raha. Allahu akbar, tuko katika raha sisi, hakuna tabu ya kufa. Kisha alafu kama ujabu shahidi, awalu qatratin min ad-dam tughfaru lak,
Leto la kwanza likianguka juu ardhi, ashasamehewa dhambi zote. Hakuna fitnatul qabr, hakuna dhiki za makaburi za kuulizwa man rabbuka, sijui nini na nini. Kisha alafu Mtume Muhammad asema zile roho zao huchukuliwa zikachukua ndege wa kijani ndani ya Firdaus, ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu, in paradise, wazunguka katika ile paradise kama tourist, they fly katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waangalie ile mandhari, kisha wanakula pale, wanakunywa pale vinywaji vitamu vitamu, vyakula vitamu vitamu, kisha waja kurest tata ashillah, chini ya kiti cha throne ya Allah, kiti cha enzi cha Allah kiti chini yake pale, kisha wanapumzika. Hata leo akaja malakeni akamuuliza man rabbuka, ile shahidi atajibu, atainua kidole tu, wako chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu, hana haja kujibu swala man rabbuka, who is your Lord, nani mola wako. Hao ndio ushahidi. Ndio akamwambia basi swala ya pili niulize Jabir, waambie watu wa Madina sisi tu katika raha sana, mashuhada. Akamwambia pale pale Allah akamwambia Sayyidina Jibril ateremshe aya, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, wala usifikirie, isipite katika akili yako kama wale waliouliwa kama mashahidi wafu wamekufa. Hawakufa. Dalili iko wapi? Inda rabbihim yurzaqun, wako katika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walishwa mtamtamu. Wajua maiti ataka manhaji gani katika kaburi? Ufunguliwa tu mlango tu wa peponi, ikaja upepo mzuri, ikaja harufu nzuri kutoka peponi, akaletwa magodoro ya kulala, lakini hakuna chakula katika kaburi. Hawa walishwa kwa sababu they are hai, wana uhai. Kisha hawana taabu za siku ya Kiyama, kupigwa na jua lile likishuka likawa hapa watu kutoka na jasho. Kwa hivyo njia ya kwanza, njia rahisi sana ya kwenda ahsan, rahisi wa asra na wepesi sana kwenda peponi, ni dua ya mashuhada. Kisha alafu ndugu Waislamu, njia nyingine ya kwenda peponi ukiwa takasail ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuambia ana Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allamanna aqwaman min ummati yatuna yawma alqiyamati bihasanati amthali jibali tihama bayda fayajaluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema watakuja Waislamu, watu wema wanakuja na hasanati, wamefanya mambo mengi. Kule amejenga misikiti zaidi ya 20, pale amejenga nyumba za yatima 5, mayatima walishwa na mchana na usiku. Kule wafanya habari njema kabisa huku na huku. Kisha alafu Mwenyezi Mungu itakuwa kama Jabali Tihama. Jabali Tihama ni jabali kubwa sana liko kule Jaziratul Arab. Kisha alafu Mwenyezi Mungu atatukua zile hasanati zake, atazivunja habari, itakuwa kama vumbi manthura yenye kupeperushwa na upepo. Subhana akawa surprise, akasema ya Rasulullah, sifum lana hata la nakuna minhu, tuambie hao Waislamu hao ambao sisi tukawa kama hao. Innahum min qaumikum wa min jildatikum, innahum min ikhwanikum wa min jildatikum wa yakhudhuna min al-layli kama ta'khudhun walakin idha khalau bi maharimillahi intahakuha. Rawahu Ibn Majah wa sahahu Sheikh Al-Albani. Hadithi hii imepokewa na Ibn Majah radhiallahu anhu alayhi salam, na imesahihishwa na Sheikh Al-Albani, anasema hadithi sahihi. Sasa kuna watu wengine wasema hii hadithi ina wasiwasi, wasema kwa nini ati kuna mtu gani atafanya zinaa hapa barabara iliyoko nje hapa? Si watu wote wajisipita wafanya ndani, lakini wasahau kwa Mwenyezi Mungu wasema katika Qur'an Karim, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, asema muttaqun, wafanya dhambi lakini wakifanya dhambi hawaendelei hiyo na hiyo hiyo na hiyo. Kila siku wakiwa nyumbani wafunga madirisha, wafunga milango, wafanya dhambi.
siku ya pili, mwezi ujao, miaka 20 wafunga. Walam yusirru ala ma hawaendei hiyo dhambi ya siri waifanya, lakini hawaendelei. Wahum yaalamuna, wao wajua. Hapo ndio wakosa, hawajui kwamba ile dhambi zote kweli zafanywa kwa siri, lakini mchaji Mungu upesi amwambia Mwenyezi Mungu samehe, aomba maghfira, kisha harudi tena kila mara akaendelea, ingekuwa kama halali kwake yeye. Kisha alafu hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia njia rahisi pia ya kwenda peponi ni man salaka tariqan, ana Abi Darda, man salaka tariqan yatlubuhu fi ilman sahala Allahu alayhi tariq min turuq aljanna. Asema Mtume Muhammad, mtu yoyote, Muislamu yoyote ambaye afuatandia kutafuta ilmu, sahala Allahu lahu tariqan min turuq aljanna, Mwenyezi Mungu atafanya rahisi hizi kwenda peponi. Na kutafuta elimu, ndugu, si nitakatabu, hakuna kuumizwa, hakuna kutoka jasho, hakuna kupata tabu, ni kutafuta shekha kusomesha. Na utauliza ni elimu gani? Nitawaambia elimu gani ambazo ziko kusudia hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha isitoshe, malaika wafinika, walmalaikatu yadau ajnihatahum alaihim, kisha malaika wenye kusoma na wenye kusomesha wafinikwa na mbawa za malaika. Allahu akbar, kwa protect, kuwalinda. Kisha wayustaghfaru lahu, yule alim yustaghfaru lahu man fi samawati wa man fil ardi hata hitanu fi jawfi alma. Isitoshe, malaika wote walioko mbinguni, Allahu akbar, na watu viumbe vyote vilioko duniani, hata wanyama pia, wamwambia huyu ambaye atafuta ilmu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Kila saa waombewa dua. Kwa nini? Kwa sababu atafuta ilmu. Na kutafuta ilmu, kama nilivyoeleza ndugu yangu, sitabu ni kutafuta maalim na wakati nao unasoma, na wakati mzuri baina al-maghrib wal isha, wala si lazima uwe mtoto utafuta ilmu. Hata watu wazima pia utafuta ilmu, lazima kwa kutafuta ilmu. Kisha isitoshe, asema katika hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema pia kuwa wafadhul alim ala al-abid kafadhil qamari lailatul badr ala sairi al-kawakib, na daraja yule mwenye kutafuta ilmu, student, mtu mzima, mtoto, mwanamume, mwanamke, daraja yake ni kama mwezi lailatul badr, kama mwezi ule wa full moon, katikati ya mwezi unjaa katika anga, taa, mwangaza mkubwa, jua zile vinyotonyota vidogo vile ambavyo hata vingine havionekani. Kisha alafu wal ulama warathatul anbiya, hawa ulama, watu wenye ilmu, ni warithi wa mitume, kwa sababu mitume la yurathu dirhaman wala dinar. Mitume hawarithi dollars, dirham wala dinar, bali yurathu ilmu. Watu warithi kwa Mtume Muhammad na mitume wengine ilmu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika Qur'ani kuna ilmu nyingi sana. Faman akhadhahu faqad akhadha hadhan wafiran, na mwenye kutaka sehemu ya ilmu basi amepata sehemu kubwa katika dini ya Kiislamu. Hadithi hii pia sahahu Sheikh al-Albani, hadithi sahihi. Sheikh al-Albani asema correct 100%. Sasa uweza kuuliza ni ilmu gani hii ambayo mtume anakusudia? Wajua, katika ilmu katika Uislamu zingawanyika sehemu kama 3. Kwanza ilmu fardhu ain, ni ilmu ambayo ni lazima wewe na mimi tusome, tujue, tukitaka tusitake, kama ilmu tauhid, kumjua Allah. Sasa wewe ukiwa humjui Mwenyezi Mungu utamwabudu vipi? Utamwogopa vipi ikiwa humjui Mwenyezi Mungu? Na ilmu fiqh, ilmu ya kujua hizi ibadati. Watu sasa hivi watakwenda haji. Sasa huyu jamaa jinga kwenda haji, hajui
haji nini, faradhi zake, sunani zake, makruhi yake nini. Watu wakenda Muzdalifa yeye yumo, akirudi Maka yeye yumo, wakenda Mina yeye wafuata kama bendera, hajui afanya nini. Huoni kama hiyo ni fardhu ain? Lazima ajue, otherwise atakuwa amekwenda ku waste time, poteza time yake. Watu wakenda Mina, wakenda Arafa, wakenda wapi, yeye wafuata kundi tu, watu wenda na mimi nenda, hajui nini. Hiyo ni fardhu ain. Halafu kuna fardhu kifaya, kuna ilmu kama vile kumzika maiti. Maiti wa Kiislamu lazima aoshwe, akafiniwe, aswaliwe, kisha azikwe. Hata kama ni Waislamu watano wale wafanye kazi hiyo. Wakifanya kazi hiyo, sisi sote tumenusurika na dhambi, fardhi kifaya. Lakini kwa hakuna Muislamu hata mmoja mata akazoga akaliwa na fisi, basi sote tutapata dhambi. Fardhu kifaya. Na elimu gani ambayo ni fardhu kifaya? Nitawapa mfano. Juzi kuna mwanamke wa Kiislamu amfika time zake zile za kizazi, ampelekwa hospitali, lakini dokta akampatia ile shrub, yani liquid, kinywaji cha dawa ili manake kupata kuzaa, aanze kuzaa, ile mtoto apate kutoka. Hakuna kitu, mtoto hatoki, ansafi. Akampa capsule, akamtia capsule pia ndani, pia mtoto hakuzaa. Kisha akamtia drip ili mtoto asukume apate kutoka. Hakuna kitu. Ikabidi mtoto tena, dokta wa kike tena Muislamu, akamchukua theater, manake yule mtoto ashachoka yule katika matumbo, hana tena oxygen. Mama pia nchoka, akamchukua theater, akamfanya cesarean section, akampasua kwa juu, akamtoa mtoto. Sasa niambie, wajua kama alikuwa hakuna dokta kama yule mtoto angekwenda akakosa oxygen, moyo kwenda mbio mpaka mwisho mtoto akafa katika matumbo, angekufa tu. Isitoshe mtoto akishakufa matumboni na mama hayuko mbali, naye pia atakufa. Sasa ilikuwa kama hakuna yule dokta, sisi tungepata dhambi sote. Lakini alhamdulillah kuna dokta wa Kiislamu tena mwanamke, akamsaidia, akampeleka theater, akafanya cesarean section, akamtoa. Sasa sisi tunaona tunusurika, hatukupata dhambi. Lao kama hakuna, hizo ndio ilmu fardhu kifaya, yani ataka Waislamu wachache, group of Muslim wasome elimu hiyo ili sisi tusije kupata dhambi. Na elimu nyingine ambazo elimu nyingine za udaktari mwingine au elimu za engineering pia ambazo zisaidia mambo mengi katika ulimwengu. Halafu kuna elimu mahbubu, elimu ambayo Mwenyezi Mungu huipenda. Maanake Qur'ani, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, wajua wewe ukitaka kuswali huwa wasema na Mwenyezi Mungu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako Allah sisi tukuabudu, we worship, wa iyyaka nasta'in, wewe peke yako unataka msaada. Tuna maradhi, tuna shida ya pesa, tunataka wewe msaada kwako. Na ukitaka kusikiza Mwenyezi Mungu asema na wewe, soma Qur'ani. Na katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, mimi ninamuumba binadamu min nutfatin amshajin, kwa mbegu ile ambayo inachanganyika, mbegu ya baba, mbegu ya mama. Wewe ukusoma, huna elimu lolote, amtashaji na sijui kitu. Kisha asema min nutfatin idha tumna, katika mbegu nyingine ikimiminwa, ikitiwa mahala fulani, wewe hujui kitu. Nutfatan fi qararin makin, kisha katika nyingine asema ni muumba binadamu kwa tone mbegu ambayo imeambatana vizuri, imeshikana vizuri. Fi qararin makin, hujui. Sasa Mwenyezi Mungu atakuwa anasema na ukuta huu, asema na ukuta, maanake hakusikii kitu, sio wewe unajuado. Sasa Mwenyezi Mungu atakuwa asema maneno yake, wewe hakuathiri, haingii, huelewi, kwa hivyo hayana faida kwako wewe. Ndio hii ulumul ahya alislamia, human islamic biology. Hii pia nataka ujue, maanake Mwenyezi Mungu akija kusema na wewe juu ya mambo haya, mambo mbalimbali, unaelewa. Ndio nyingine, ndugu Waislamu, tuendelee ya kutafuta ndia rahisi za kwenda peponi. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar, mumjua Umar nani? Umar nani katika khulafai rashidin, asema ma minkum min ahadi yatawalla, hakuna mmoja wenu ambaye atachukua udhu. Udhu watu tuko hapa nje kabla hujakuja msikitini, fayasbighu alwudhu, kisha ule udhu akaonyesha sasa mpaka sasa kama vile inatakana, sio akatawadha vizuri. Thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Kisha baada ashatawadha akasema, akamwambia Mwenyezi Mungu, mimi nashuhudia hakuna mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Allah, na nashuhudia pia Muhammad Abdullahi wa rasuli, ni mja wa Mwenyezi Mungu kisha ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Asema futihat lahu ababu thamaniyati aljanna yadkhulu ma shaa, atafunguliwa siku ya kiyama 8 gates. Ataambiwa baba, takuwa mlango gani utaingia peponi? Allahu akbar. Angalia kutawadha, is it so difficult? How expensive is kutawadha wudu? Tena mara nyingi tupata majaburi msikitini. Is it so difficult? How kwa jasho gani la utoa wewe kutawadha? Kitu simple, kisha kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Do you get tired? Unachoka wewe kusema ashhadu an la ilaha illa Allah? Kitu rahisi. Wa ashhadu anna Muhammad abdullah wa rasul, nashuhudia pia Mtume Muhammad ni mja wake na kisha ni mtume wake. Very simple, lakini angalia result. Siku ya kiyama waambiwa baba, milango minane hii thamania, wataka kuingia which door you want to enter paradise? Rawahu Muslim, hadithi 100%, si dhaifu wala si maudhu wala si nini, hadithi sahihi. Ndiara hizi za kwenda peponi ndugu Waislamu hizi. Kisha alafu isitoshe, an abi umama qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara ayat al-kursi dubura kulli salat lam yamna'hu dukhul janna illa an yamut. Allahu akbar. Man qara ayat al-kursi dubura kulli salati al-fariḍah, after every compulsory prayer, kulla salat fardhi, adhuhuri, as-subhi, salatul fajri, salatul maghrib, salatul asri, salatul isha, kila kimalizika wasema Allah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, mpaka mwisho wa aya. How long did it take? Na kuchukua dakika ngapi kusoma sura aya moja? Adhamu sura fil Quran, most honorable aya in the whole Quran. Asema kitu ambacho cha kuzuia usingie peponi. Mtume Muhammad asema the thing that prevents you from entering paradise illa anta ufe tu wenda peponi straight away. Allahu akbar. Hizi ni zile ashalu turukat ila aljanna. Kisha alafu wa nabi anna Muadh bin Jabal asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fi hadith al-Quds, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika hadithi al-Qudsi, katika hadithi ambayo mwenyewe Mwenyezi Mungu wasema katika aya hiyo. Asemaje? Almutahabuna bijalali, wale wenye kupendana kwa utukufu wangu. Mwenyezi Mungu asema almutahabuna bijalali ala manabiri min nur, siku ya kiyama haula al-arsh, wale wenye kupendana, Waislamu wenye kupendana, wampenda Muislamu mwenzako, si kabila lako, hata lugha pia sema lugha nyingine, hata si rangi yako, lakini wewe ni wampenda kwa sababu ni Muislamu. Sio kama wale waje msikitini kila siku, waje msikitini waswali, wakirudi waje dhuhuri, waje alasiri. Yule mtu ambaye kila siku aswali naye hata jina hamjui, aina taha, aina hub, kuna kupendana gani huko? Msikiti ni ule ule, waswali naye kila siku, uko upande huu upande huu, kwa sababu hasemi lugha yako, hata una haja naye. Si hawa almutahabuna bijalali, wampenda Muislamu mwenzake
hutaki mali, hutaki contract, hutaki business kwake, wampenda kwa sababu ni Muislamu tu. Almutahabuna bijalali, wale wenye kupendana kwa sababu ya utukufu wangu Mwenyezi Mungu, ukubwa wangu Mwenyezi Mungu. Ala manazil min nur haula al-arsh, siku ya Kiyama watapelekwa juu Firdaus ala, juu mpaka mwisho huko, karibu na enzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghbituhum al-anbiya wa shuhada, hata mitume na mashahidi watasema, ni jamaa, mbona ukifika huko juu sana huko? Hawa mutahabuna, mpendana katika, angalia fadhila ya kumpenda na kumpenda Muislamu is difficult. You have to give him 1 billion to love him, no. Au utapata, you have to work hard kumpenda, to love your brother Muslim, no. It's very simple. Ni siku ile ana furaha, anaoza binti yake, na wewe ukaenda katika harusi kufurahia pamoja naye. When he's happy, na wewe you're happy. And when he's sick, when he's sad, when he's got a grief, ana shida na huzuni, pengine ni mgonjwa uko hospitali, waenda kumzuru. Wamzuru si kwa sababu ni kabila yako, si kwa sababu lugha yako na yake ni sawa. Wamzuru kwa sababu ni Muislamu, unampenda lillah, unampenda kwa Mwenyezi Mungu. Waenda kujuu huko tam manabiyun wa shuhada, they feel jealous, wasikia wivu. Hawa watu wakuja juu, manake wewe ni mahala pa anbiya huko juu, haula al-arshi, maanbiya mashuhada ndio huko, lakini hawa washafika huko. Waislamu mimi na wewe bora upendane tu katika fidini. Kwa hivyo utaona ndugu Waislamu, mambo madogo madogo kama kusoma ayatul kursi au kusema ile ashhadu an la ilaha illa Allah kwa tashahud baada ya kutawadha, mambo madogo madogo, lakini angalia ajiri. Kumpenda Muislamu wenzako, angalia ajiri yake kubwa sana katika dini. Na hizi ni kama nilivyoanza, ashalu turukat, ndio rahisi za kwenda peponi. Kwa hivyo tukishaswali tahajjud, tukishafanya mambo mengine, na hizi njia rahisi tusisiwate, tuzishikamane, manake hizi ni bonus kutoka kwa Allah, kutoka mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wa jazakumullahu khairan.